Mudu ulikuwa wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye mmeishi sana na Matilda. Hebu waambie washabiki wenu kipi hasa Matilda kinamsumbua? Matilda bana, kinachomsumbua sijajua kiafya daktari anaona nini au ameona nini, lakini alituomba kwamba kwa sababu tulipokuwa tunashuti ni mtu fulani mara kaishiwa nguvu, kuna zile mara huko kunauma, sijisikii vizuri. Baada kufuatilia daktari akasema katika uchunguzi wao kama wao wenyewe walivyoona kwa madaktari, sijajua kitu gani ambacho kimemkuta. Ushaona? Kwa hiyo wakatuomba muda huyu anarejea kupumzike kwa ajili ya uchunguzi, wao wenyewe wajue shida ni nini. Ushaona? Kwa hiyo baada hapo kabidi tutafakari. Sasa miezi 6 au miezi 5 Mati anaumwa. Dunia ni kubwa, watu wanafuatilia wengi sana. Sasa tusitishe dunia kwa sababu ya mtu mmoja. Sawa, ni tatizo la kiafya, lakini no out tunatakiwa tunafanya nini? Kwa sababu episode zimepanda nyingi kusema ukweli, kuanzia siku ya 70 na ngapi Mati anaonekana kidogo, haonekani. Anaonekana kidogo au hata episode 3 zinapita haonekani. Ushaona? Kwa hiyo ilitupa ugumu sana, ilipa director ugumu. Mwisho wa siku sasa tukapata wazo, kwa nini tusifix kitu kama kile, kwa sababu tukiangalia kazi nyingi hata za mbele zilizotoka, baadhi utakuta msanii amefariki, kwa anatafuta mtu walau anayefanana naye na anapita nazo. Nafikiri kama Fast and Furious ni zile movies wengi sana tunaangalia, hata kina Lamata amechange juice kati hapa msanii kutoa huyu kaingia huyu. Kikubwa tulikuwa tuna hofu mashabiki wanaofuatilia dunia itakuwaje, wataipokeaje, na huyo msanii ambaye anayekuja naye atacheza, atapretend kama vile anavyofanya. Uzuri sisi tunamshukuru Mungu tulipomfanyia Alieso, muonekano, rangi, walau kwa ufananio huo na kazi, je, anaigiza vizuri. Kwa upande wetu tuliona anafanya vizuri na mpaka director akamwamini, wengine timu nzima tukamwamini, basi huyu atamwakilisha Mati kwa muda fulani. Mati atakapokaa sawa tutaendelea na zoezi. Kwa hiyo mimi naomba mashabiki ambao wanafuatilia dunia tumpokee dada yetu yule, tusimvunjishe moyo kwa sababu ndo mwanzo wa safari yake. Atafanya kama Mati, end of the day itafungua milango yake ya riziki. Mati atakapokaa sawa inshallah atarudi kwenye nafasi yake kama kawaida na mambo mengine ya dunia ataendelea. Kwa hiyo mtusamehe, tunaomba radhi, sisi hayo ni matatizo ya kibinadamu. Alkadhalika inaweza kanitokea mimi, akaja akatafuta mudi mwingine, kamtokea fulani, ili mradi tuendelee kupata elimu, tuburudike, tuenjoy tujilambe. Sawa, Mudi, mimi ama sisi wasanii waandishi tumekuwa ni daraja tunawaunganisha ninyi wasanii na mabosi zenu, kwa maana kwamba mashabiki wenu. Baada ya Baba Asma kutoa ile statement ya kwamba Matilda amebadilishwa, maneno yamekuwa ni mengi. Nadhani zimekuwa ni nyingi. Nataka tuichambue moja badala nyingine. Ya kwanza, wanasema Matilda na mimba kweli. Tamthilia inaonyesha kwamba Matilda ametoa ujauzito na manyanya. Na watu wanasema vile ambavyo anakuwa anaigiza kana kwamba ni mtu ambaye ana ujauzito kweli. Wajuaji wakimwangalia umbile lake, tumbo lake, wanasema kama ujauzito kweli. Hii imekaje? Kwa upande wangu mimi sidhani na sijamchunguza sana. Nafikiri katika hali ya kujiweka ambayo ndio imepelekea sasa asiwepo sasa hivi kwenye tamthilia. Katika hali ya kujiweka sasa, mimi na mimba kwenye tamthilia najiwekaje? Kwa mfano mimi naigiza kama mlevi, mandevu na yafuga na zitengeneza fasho zangu zilivyo, ili hata mtazamaji, mara nyingi wengi wa watazamaji wanamfuatilia Mudi, wanajua Mudi analewa, anakunywa pombe, lakini the way ninavyojiweka, ushaona? Kwa hiyo lazima ajitafakari kama msanii ni namna gani anaweza kajiweka kafanana na mtu ambaye mwenye ujauzito, kwa sababu sifa ya msanii nini zile physical appearance lazima uibadilishe. Unapotajua uwe bonge itabidi ule sana uwe bonge, unapotika uwe mwembamba. Lakini kwa upande wangu kusema kwa ujauzito, mimi sijawahi kumuhisi kama na ujauzito, ila sijui kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo hawa wanaosema labda Matilda mimba ndio imemfanya asiendelee na kazi, mimba yake shoko kubwa, kiuhalisia ni kweli? Naweza kwa hivyo kweli? Mimi si ndo tunakuwa naye. Mimi sija kumuona na ujauzito. Hiyo ya kwanza. Wengine wanasema kwamba Matilda ameolewa. Ukifuatilia kwenye peji ya Matilda, kuna posti ambayo alishawahi kuiposti Violet, akamtag akamcollaborate na Matilda, akampa hongera. Ilikuwa ni siku ya ambayo Matilda alikuwa ametolewa barua. Alipiga picha, aliyeposti na hisi ni Violet. Kwanza wapo na Mati, ya pili ni video clip ambayo inaonyesha kwamba swala zima la barua linaendelea.
Wajuaji wakasema kwamba Matilda anaolewa au ameolewa ama anataka kuolewa, kwa maana kwamba yule ambaye anakwenda kuishi naye hataki ashiriki kutenda kwenye sanaa. Hii imekaje? Na hiyo kwa upande wangu mimi naona mageni, kwa sababu sikuwahi kuona hiyo posti. Huenda ipo kama wasichana washa post wao wenyewe, lakini mimi sikuwahi kuona event yoyote au tunaalikwa au tunafanyaje kwa ajili ya shughuli labda anatolewa mahali na nini. Kwa upande wangu mimi sijawahi kuiona hiyo, ila sidhani, nitajaribu kufanya uchunguzi. Wewe hujawahi kuona? Mambo kwa ushahidi bwana. Hivi vitu vipo. Mimi nakwambia mimi sijawahi kuona hiyo. Labda wewe ndo wa kwanza kunionyesha. Umeona hii picha ya kwanza hii? Mati na Violet. Ndio. Hii hapa hii. Yeah. Pengine inaweza kaa location watu wanaamini. Ya pili ni hapa. Hii picha ya kwanza hii. Alafu ya pili ni hii sasa. Video clip ambayo inamuonesha ni familia ambayo Mati inaonekana kama vile yupo kwenye swala zima la mahali kutolewa posa. Sura yake inaonekana Violet mention kabisa pale ongela Mati, inawezekana kwamba sio yeye kweli? Labda unajua wanawake wanajua wenyewe siri zao, ila mimi sijawahi kuona wala sijawahi kualikwa. Na kweli nataka nione sura. Nataka sio yeye. Hebu onyeshe vizuri. Nataka sio yeye bwana. Kamwili kapo. Wewe unasema wanaodhania kwamba Matilda labda anataka kuolewa ndio maana anataka kuigiza na sanaa, hilo wewe ulifahamu? Mimi hilo silifahamu. Mimi nafahamu Matilda anaumwa na tulikuwa tunamuona location, tukapewa taarifa kutoka kwa director pamoja na uongozi wa ndugu zake kwamba tunahitaji apumzike. Ushaona na ndio maana labda pia tukiangalia location mpya ile Mati anahitajika apumzike. Pale tunaposhoot ni kwake. Ushaona Ndio maana mmetubadilishia nyumba. Na sehemu nyingine kwa sababu kuna ile washa taa, fanya hivi, Mati mpya kaja, Mati tupishe kasebleni, si kaa nje kidogo, mtu anaumwa na kwa hizo inakuwa sio vizuri. Mashabiki wanalalamika, wanasema mmewakosea ama babasima amewakosea. Kwa nini mmembadilisha mtu pasi na kutoa taarifa? Watu wanatarajia leo tunaenda kula episode tamu ya dunia, lakini bubao na ingia nakutana na mtu mgeni. Huwezi kuhisi ni kosa ambalo babasima amelifanya kama director? Mimi upande wangu si kosa. Unajua katika utoaji wa taarifa unaweza kutoa taarifa direct na taarifa indirect. Sasa sisi tumetoa direct pengine kutokana na wakati episode inatakuwa ipande na ni story ambayo ishatungwa inahitajika Mati aingie. Ushaona? Mimi kwa upande wangu naona sidhani kama amefanya kosa, ila tutaona kosa enda kwa sababu tunaona wale ambao walo change watu wengine huwa wanatangulia kusema. Lakini tunaweza tukamuonyesha mtu baadaye tukaongea. Watu washatazama kazi kikubwa, kwa sababu mtu kaona scene moja basi anamtathmini hajui si ya nini. Hapana jamaa, tuangalie. Unasema anunguniki kama Mati, hajikudeka. Ndio mtu umeona scene moja, kusema kweli mapozi anayo, sauti anayo, mvuto anao. Hebu jamaa tuangalieni episode inayofuata 85, 86 ngapi, afu tuangalie tufike hata episode 10 ndo tujaji. Kwa upande wangu mimi jamaa naombeni tumpokeeni. Dada yule pale amekuja kukava. Sometimes hata nani kina Pakome anaumia, ina maana Pakome aumie uwanjani kwa sababu ni finali, basi afe humo. Lazima tuchange, Pakome apumzike, ingie mtu mwingine, tushinde. Kwa ndo kama hivyo, kapumzika kwa muda na mtu anakaa miezi 6 hata kwenye mambo ya uchezaji. Nafikiri unafanya hivyo jamaa. Kwa hiyo tumpokeeni dada yetu, tumtie moyo, tufanye kazi, tuendelee kuenjoy na dunia. Tumalizie. Hivi inashindikana kuingia kambi mkashuti episode zote kiasi kwamba hata ikitokea tena mtu akaumwa mnakawa hana deni, kwa maana kwamba kama Mati yule mngemtumia muda mrefu, muda ambao mlikuwa mna rest mngefanya naye, sasa hivi asingetokea haya. Hii haiwezekani? Inawezekana kwa sababu hata ukiangalia tamthilia nyingi ambazo zinazoruka kwenye ma-TV huwa wanaandika, wanafanya season 1. Season 1 inakaribia kuisha, kwenye editing ndo wanaanza kuposti, wanakuja anafanya season 2 mpaka wanamaliza. Sometimes sanii anakuwa hana deni na anafanya sehemu nyingine. Lakini pia kwa upande wetu sisi ipo tofauti kidogo kulingana na tunafanya kazi ya YouTube, sometimes tunaenda na vibe. Sawa? Unajua kwenye TV mtazamaji anaweza akatazama kitu, kwa mfano kwenye media atatazama kitu lakini atatamani kucomment kitu, lakini hawezi kucomment kwa sababu yule produce kazi haioni. Lakini si kupitia dunia, kupitia YouTube au watu wengi wanafanya kazi YouTube, huwa tunafuatilia comment, tunaangalia
gani au wateja wetu wanataka kitu gani. Kwa ndio maana tunapita. Leo kimetrend kitu cha fulani cha masuala ya let me say kwamba masuala ya kuvishana nini niweke hii ipo Valentine. Valentine kesho tunacheza siku za nyuma, siku ya Valentine tunapost. Just imagine unacheza Valentine leo, tunataka watu waone Valentine, tuishi kwenye uhalisia. Sehemu nyingine watu wanakosa uhalisia. Siku wanaotazama kazi Valentine ishapita. Valentine iko mbele. Kwa sisi tunaenda the way kiki zinavyozidi kwenda, comment zinavyozidi kwenda, ndio maana tunafanya hivyo. Lakini ipo nafasi ambayo kwenye by season 2 director tumejaribu kuliona hilo, tusha discuss kwamba tutafanya kazi zaidi hata episode 30 and then tutaanza kuposti moja huku tukiwa tunahema na kuendelea kazi nyingine. Mchakato kumpata Matilda mpya ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Maana mlimpataje au mlikuwa naye kambini? Hapana, yule tulimpata kwa kuuliza kufanya research mbalimbali. Walikuja wengi, lakini performance sometimes najua zile mwingine anakuwa hapo serious, lakini pia ilikuwa ngumu. Sisi wenyewe kwanza kufikiria kile kitendo pia kilikuwa kigumu. Lakini mpaka imefika stage kwa kuwajali mashabiki, dunia kubwa, ili tulazimu sasa tumpitishe yule pale kupitia uwezo wake. Na uzuri kafanya kazi nyingi kama Scorsese za Madebe, watufuatilia kazi za Madebe wataona uwezo wake. Na kwenye dunia akija nafikiri uwezo utaongezeka zaidi kulingana na story ilivyo, directing na yeye mwenyewe katika ukubwa ambao alopewa. Kama wanafamilia wa Dunia, zile comment watu wanasema tutazami tena Dunia kwa sababu Malti hayupo. Na waumiza kiasi gani? Zinatumiza tena sana, lakini tunaamini kwamba nafikiri ni hasira. Unajua unapokuwa na hasira unaweza kufanya kitu chochote, lakini kuna ile episode ya 85 imetoka. Ngoja nimwangalie wewe Mati. Ngoja nichungulie kidogo. Tamchungulia atakupa kitu tabaki. Kumbe anajua. Kwa hiyo tunapokea, inatuma, lakini tunajua ni hasira za watazamaji kwa sababu wamempenda mtu, sababu hata Mudi asife, akifa siangalii. Ushaona Kwa hiyo tukizipokea, lakini tunapita nazo. Kwa hiyo sisi tunawajali mashabiki, poleni kwa changamoto na sisi pia. Sana kwa time yako. Una chochote ambacho tunatamani uwaambie mashabiki? Tunawashukuru mashabiki wote ambao wanafuatilia Dunia, wanafuatilia kazi zote za YouTube, kina Shura Kiuno huko, wakina Mission Impossible, wakina Sikitu. Tunawashukuru sana. Tuendeleeni kusapotiana. Umetoka kwenye Dunia, nenda huku. Kaangalie soko la Tanzania linaendaje kwa upande wa YouTube. Tusapoti vijana kwa sababu mnapotazama kazi tengeneza maendeleo yetu. Tunapotengeneza Tanzania inazidi kuwa kubwa, tunazidi kuwakilisha kimataifa. Tutatoka hapa Tanzania, tuna ndoto nyingine za kufanya mbele zaidi. Kwa hiyo mnapotusupport, viewers wanavyokuwa wengi, hata sisi wasanii tupata motisha kwamba ninachokifanya wanaona watu wengi, kwa nazidi kuongeza mchaka. Bwana nashukuru sana. Asanteni sana.